Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana 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 wewe mwanamke mahali hapa. Na mahali hapa tutakuwa na mafundisho mbalimbali kwa ajili yako wewe mwanamke. Napenda nikwambie jambo moja kwamba kupata mafundisho haya, nataka nikwambie kwamba jione ya kwamba wewe ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu. Ni mtu mwenye bahati sana, kwa sababu kuna wengine walipokuwa wakiona jumbe hizi, mtu anapita tu anasema mimi hainihusu, au hataki kujua kweli. Na Biblia inasema kwamba uwatakase kwa ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Lakini pia ukiujua ukweli utakuweka huru. Kuna vitu mbalimbali ambavyo pia ulikuwa uvijui, utakapovijua utawekwa huru. Na kama pia unavijua, kwa unaendelea kuvijua zaidi, unawekwa huru zaidi na zaidi. Kwa mimi niendelee kukutia moyo kwamba unaposikia mafundisho haya, basi unawekwa huru, na Mungu anatamani kuiponya nafsi yako na roho yako, ili siku moja uende ukauone ufalme wake. Na kabla tujaendelea na somo letu siku ya leo, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya siku nyingine uliyokusudia kwa ajili yetu. Ninaomba rehema, toba na msamaha Bwana kwa ajili ya yale ambayo tumeyatenda, mimi pamoja na msikilizaji huyu. Bwana, uturehemu na kututakasa. Samehe akili zetu, fahamu zetu, mawazo yetu, mienendo yetu, we Bwana, tulipokukosea. Uturehemu Bwana, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira. Ninaomba Roho Mtakatifu ukaniongoze katika mafundisho haya. Bwana, ukajitwalie utukufu wako. Fungua akili zetu na fahamu zetu zaidi na zaidi, Bwana, tuzidi kulitii neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nikiomba tena kushukuru. Amen. Basi leo tutaenda kujifunza somo letu ambalo linaitwa mwanamke. Andiko hili lisitumike kukudanganya kwamba kuna baadhi ya maandiko katika Biblia, baadhi ya wachungaji, wanawake wengine wamekuwa wakifundisha hili andiko, lakini hili andiko wamekuwa wakilifundisha kwa namna ambavyo sijui kwamba ni kwamba hawajaelewa au wameamua kutafsiri kwa namna yao wenyewe. Sasa leo niko hapa kwa ajili ya kulisema hili ambalo Roho Mtakatifu alikuwa akinifundisha, kwa nini watu wengi wamekuwa wakijidanganya au wakidanganywa na baadhi ya wachungaji, watumishi, na wenyewe wamekuwa wakilitumia hili andiko kwa kukosea. Sasa utakapolijua hili wewe mwanamke, basi utaweza kushare na kwa mwanamke mwingine, ili naye pia aweze kushare, aweze kuelewa. Ukisema katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 na ule mstari wa 7, tunalipata hili andiko ambayo mstari wake unasema hivi: lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Hiki ndo ambacho watu wengi wamekuwa wakijidanganya au wakijifariji kwamba Bwana hutazama moyo. Sasa nataka nikwambie hapa ni kwa nini watu wanakosea hapa. Biblia imesema kwamba lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake. Kwa cha kwanza upate kujua kwamba wanadamu wanatazama uso. Mtu akishaangalia uso wa mwanadamu, akiangalia shape, akiangalia kimo, anaweza akamkubali au akamkataa huyo mtu. Lakini Mungu anasema ya kwamba Bwana hutazama moyo. Yeye Mungu anautazama moyo wa mwanadamu. Kila mtu ana moyo, hata mimi nina moyo, na mimi kuna muda moyo wangu mimi tu siujui vizuri kama Bwana ambavyo anaujua moyo wangu, kwa sababu najua kuna muda pia na mimi ninajidanganya. Kwa Mungu anapokuja kunisahihisha, najua kweli pale nilijidanganya au nilidanganywa. Kwa hiyo Mungu anaujua zaidi moyo wako wewe. Kwa namna yoyote ile, mwanadamu hawezi kujua moyo wako. Ingawa sisi sote tuna mioyo na mioyo yetu imefichwa. Yaani moyo wangu mimi umefichwa uko ndani ya mwili wangu. Moyo wako wewe umefichwa. Mimi nikikutazama wewe siwezi kutazama moyo wako kwa sababu umefichwa. Kwa hiyo mimi pia siujui moyo wako. Mimi pia siujui moyo wangu jinsi ulivyo ndani yangu. Kwa hiyo hakuna anayejua moyo wa mwanadamu, kwa kuwa pia katika moyo wa mwanadamu kuna vitu vingi sana ambavyo mwanadamu amevijaza katika moyo wake. Ukisoma katika kitabu cha Agano Jipya tunaona katika moyo wa mwanadamu kunatoka mawazo machafu, kunatoka matukano, kunatoka uasherati. Yaani mimi naweza nikawa niko hapa, tuko wawili, ninaweza nikawa nafikiria vitu ambavyo
wewe huvijui nafikiria nini katika moyo wangu. Kwa hiyo, ili andiko, wewe mwanamke, Biblia inaposema ya kwamba bali Bwana hutazama moyo. Sasa nataka nikuoneshe Bwana alizungumza kwa maana gani. Kwa Bwana alivyosema kwamba yeye hutazama moyo, alizungumzia kwa habari ya unyofu wa moyo wa mwanadamu, kwa habari ya unyofu, kwa habari ya utii, unyenyekevu, matendo, maneno. Kwa katika matendo, katika maneno, nini kinatoka katika moyo wa mwanadamu? Na ndio maana Mungu akamwambia hapa Samueli kwamba yeye amemkataa nani? Sauli, kwa sababu Samueli alipoenda katika nyumba ya Yese, alipokuwa akimtafuta ni nani ambaye Bwana amemchagua, alipopita mtoto wa kwanza wa Yese, Mungu akamkataa. Samueli yeye alimtazama kwa sura, akamtazama kwa umbo, kwa kimo chake, akaona yes, huyu anafaa, lakini Mungu akamkataa, akasema mimi sikumchagua huyo. Kwa hiyo tunaona hapo mbele Mungu alimchagua nani? Alimchagua Daudi, kwa sababu alitazama ule moyo wa Daudi, akaona yes, Daudi ananifaa. Kwa hiyo Mungu hakuangalia nje. Daudi wakati huo alikuwa ni kijana mdogo. Wapo waliokuwa wakubwa, lakini Mungu aliwakataa hao. Akatazama moyo, akaona Daudi, anaona katika moyo wa Daudi kuna unyenyekevu, kuna utii, kuna mema, kuna wema, kuna mambo mengi ambayo Mungu aliyatazama katika moyo wa Daudi, akaona haya yananifaa mimi. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 8 anasema, watu hao uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Kwa Mungu alikuwa akitembea pamoja na mikutano, anaona ni kwa jinsi gani ambavyo akiwatazama watu wale, anaona mioyo yao ni migumu kulipokea lile neno lake. Hasa kwa Mafarisayo, akiona Mafarisayo wako hapo, anaona kabisa mioyo ya Mafarisayo imekunjamana, mioyo ya Mafarisayo inamdhihaki Yesu ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani ambavyo Bwana Yesu alikuwa akizungumzia hapa. Kwa hiyo unaweza ukawa mahali fulani, au tuseme unaweza ukawa kanisani unaweza kukuta shughuli au ibada inaendelea, mwili wako tu uko pale, lakini moyo wako hauko pale. Moyo wako hauko pale. Kwa Mungu akitazama, anaona huyu yuko tu hapo, ni mwili, lakini moyo hauko hapo, kwa sababu mawazo ya mwanadamu yanatoka katika moyo wake, na Mungu anaangalia hapo moyo wa mwanadamu. Je, huyu anawaza nini? Wakati wa ibada anawaza nini? Kuna mtumishi mmoja alitolea mfano, kuna jambo ambalo Mungu alikuwa amemfundisha, kwa hiyo akasema kwamba alikuwa mahali fulani, alienda kuhubiri, ilikuwa ni katika conference. Kwa hiyo alipoenda kuhubiri, siku zilipoisha, kwa hiyo viongozi wa kanisa wakaamua kukutanika katika nyumba ya mtumishi mmoja kwa ajili ya kumuaga na pia awabariki yeye kama mtumishi wa Mungu. Walikuwa kama idadi yao kama 12 hivi. Kwa hiyo anasema walipopiga magoti ili kuendelea kuwabariki, ghafla huyo mtumishi macho yake akafunguka. Macho yake yalivyofunguka, ilibidi aanze sasa kuwabariki na kuprophesy. Bwana Yesu akamtokea pale, akamwambia hivi kwamba unapoenda kuwabariki watu hawa, tazama mioyo yao. Kwa hiyo Mungu akamfunulia huyo mtumishi wake, anapowabariki anatazama mioyo yao. Kwa hiyo kile alichokuwa anakiona katika mioyo yao ndicho alipokuwa akiwaambia na akiwabariki kupitia kile alichokuwa akikiona katika mioyo yao. Akambariki wa kwanza, wa pili mpaka wa sita. Kwa hiyo alipofika kwa yule mtu wa 7, akaona moyo wa yule mtu hauko pale. Alikopo anawaza kwamba akitoka pale aende nyumbani akakutane na mke wake na vitu vingine viendelee. Kwa alipoona hivyo, Yesu akaondoka, akamwambia, sasa Bwana Yesu, kwa nini unaondoka? Akasema, mimi siwezi kuendelea kwa sababu nikitazama moyo wa huyu mtu hayuko mahali pale. Kwa hiyo akaondoka. Kwa hiyo kilichoendelea pale, ilibidi tu waongee fast, yani kwamba sasa hawezi kubariki kwa sababu Yesu alikuwa akimuonesha ni namna gani hawezi kubariki. Ameondoka, kwa hiyo yeye hawezi kutamka neno tena juu. Na aliyesababisha ni huyo mtu, kwamba alikopo mahali pale kimwili, lakini kiroho hayuko pale, moyo wake uko pale, mawazo yake hayako pale. Kwa hiyo Yesu akamwambia mtumishi wake kwamba huyu amenikataa. Kwa hiyo unaweza kuwa mahali fulani, lakini moyo wako hauko hapo. Kwa hiyo Mungu anaangalia moyo. Kwa hiyo alikuwa Mungu akizungumzia, akimwambia Samuel kwamba ninatazama moyo, kwa maana hiyo kwamba anaangalia unyofu wa moyo wa mwanadamu, anaangalia utii, unyenyekevu, kwa habari ya matendo, kwa habari ya maneno. Lakini pia kama matendo yako ni mabaya, hata udanganye kimwili, utatudanganya sisi tunaokuona mbele za Mungu, hakuna utakachokificha, hakuna kitakachojificha. Na
Kama Mungu angetaka kweli, kama Mungu angekuwa anaangalia tu moyo wa mwanadamu, tusingekutana na maandiko huko katika kitabu cha Timotheo kwanza. Tusingekutana na maandiko anasema tuvae kwa mavazi ya kujistiri. Kwa sababu ukisoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 na ule mstari wa 19, neno la Mungu linasema kwamba au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Kwa hiyo ujue kwamba kama wewe, mwili wako wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ujue Mungu akisema anatazama moyo, huku pia lazima Mungu atazame mwili, kwa sababu huu mwili ni hekalu lake yeye. Kwa hiyo unalivalisha vipi hilo hekalu lako? Unatoa vipi mwili wako kuwa hekalu la Roho Mtakatifu? Biblia inasema itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Kwa hiyo na anaposema kwamba ninyi si mali yenu wenyewe, kwamba mimi mwili wangu huu si mali yangu mimi mwenyewe, kwamba mimi ni mali ya Mungu. Sasa Mungu anataka kuona kwamba hili hekalu lake nikilivisha mavazi mazuri, nikiutunza huu mwili, kwa sababu anasema ukiuharibu huu mwili na wewe mwili atauharibu. Kwa hiyo lazima ujue kwamba unapovalisha mwili wako vibaya, unapoutengeneza vibaya, jua mwisho wa siku utaharibiwa. Na utaharibiwa vipi? Kwa hiyo kama ulivalisha vibaya, jua wakati mauti yako utakapohukumiwa, kwa kama ulivalisha mwili wako vibaya, na Biblia inasema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, ujue kwamba mbingu utaikosa na mwili wako utaenda kuharibiwa, kwa sababu ulipokuwa duniani uliuharibu mwili wako. Kwa hiyo pia wakati mauti itakapokukuta, utakapokufa, pia ujuage mwili wako utafanyaje? Utaharibiwa. Kwa hiyo huo mwili wako sio mali yako mwenyewe. Mwili wako ni mali ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hakikisha unauvalisha mwili wako vizuri. Hakikisha unapokwenda kila kitu unachokifanya kwa habari ya kujistiri mwanamke, hakikisha unajistiri vizuri. Kwa hiyo pia Biblia inavyosema kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Ni kweli unaweza kuwa na moyo safi kabisa, lakini bado kama kwa habari ya mwili wako haujautoa mwili wako na haujui kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana pia watu huaga wanajisahau. Wanashikilia tu kwamba Mungu anatazama moyo, wasisahau kwamba hata nje pia Mungu anatazama. Mungu kwa kuwa yeye ndiye aliyekuumba wewe. Kwa hiyo alivyokuumba wewe hivyo hivyo alivyokuumba ndivyo anatamani aendelee kukuona hivyo hivyo. Hata utakapoingia katika ufalme wake asikute kitu chochote umekiongeza au umekipunguza. Imagine mimi tu nimekuazima kitu fulani, ukakitumia. Okay, ulivyokitumia ukaamua kukipunguza au kukiongezea au ukaamua kukiharibu kabisa, afu ukanirudishia ukitegemea kwamba mimi nitakipokea. Kwa kweli naweza nisikipokee, au hata nikikipokea nitakasirika, au wakati mwingine sitaweza kukupatia kitu kingine utakapokuja kuniomba, kwa sababu ninajua wewe ni mharibifu. Kwa hiyo imagine kama mimi tu ninakasirika, au kuna vitu ukinifanyia ninaona kabisa hapa sijatendewa haki, ninaona kabisa umenikosea. Je, vipi Mungu yeye ambaye alikufinyanga akaona mwanangu nimweke hivi, nimfanye hivi na hivi na hivi? Usizani ya kwamba kabisa kwamba Mungu hatoangalia nje, hapana. Yaani Mungu anavyoangalia moyo wako, jua kabisa na huo mwili aliyoutengeneza pia Mungu anauconsider. Mungu anauangalia, kwa sababu amesema kwamba ujue kabisa kwamba ukiuharibu naye atakuharibu. Kwa hiyo hakikisha katika hili andiko kwamba Mungu anatazama moyo. Usidanganywe hapo. Wala mtumishi wa Mungu atakapotumia hii kusema kwamba Mungu anaangalia tu moyo. Na ndio maana Biblia inasema kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kwa hiyo inakupasa kuwa msomaji wa neno kila siku, kila saa na kila wakati, kwa sababu kuna watumishi wengine wanaweza kawa wanafundisha hivyo vitu, pengine ni maagent, pengine na wenyewe wanafundisha kutokana na nini? Na uelewa. Wengine wanakuwa wametumwa kabisa kutoka kuzimu kuja kukudanganya. Kwa hiyo na wewe usitumike kudanganyika na hilo andiko, mwana wa Mungu. Kwa leo nitaka nikukumbushe hiki kwamba watu wengi wamekuwa wakilitumia hili sana. Kuna wakati mtu anasema kabisa kwamba anaandika kabisa Mungu anatazama moyo. No. Jua kabisa na huo mwili wako Mungu anautazama, hata kwa nje. Mungu anatazama hiyo kucha, Mungu anatazama hiyo rangi aliyokuumba, Mungu anatazama hayo macho, nywele zako pia Mungu anazitazama. Kila kitu Mungu anatazama.
tazama. Kwa hiyo kuwa makini sana na jinsi ambavyo unasoma maandiko. Kama hujaelewa, muombe Mungu akufunulie. Unaweza Mungu akakuelewesha kitu kwa huo uelewa wako mdogo, Mungu atakuelewesha. Lakini kadri unavyozidi kusoma neno la Mungu, akili yako inapozidi kufunguka, Mungu anakuelewesha tena zaidi na zaidi. Basi mimi nikusii tu usiache kushare, usiache kuwafundisha pia wengine ili na wao pia waweze kuelewa zaidi. Basi Mungu akubariki zaidi na zaidi na zaidi, na naomba Mungu akufungue macho yako, Mungu akufungue masikio yako, uwekwe huru, maana anasema kwamba yeye mwana akisha kuweka huru, nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Uwatakase kwa ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Unaposoma neno la Mungu zaidi, Mungu anazidi kukutakasa. Unaacha vitu kadha wa kadha, lakini pia kuna vifungo vinafunguka unaposoma neno la Mungu. Basi Mungu akubariki zaidi na zaidi. Tukutane tena wakati ujao. Amen.